Hello watu wangu, I hope mko salama. Mambo yanazidi kuchamuka, yanavunja moyo kidogo, lakini tuzidi kumuomba Mungu tu, manake watu wametia bidii. Inavunja moyo kuona kutoka huko kote, yani hii bidii yote watu wamefanya, watu wamekopa kama ni data, wakiwatch, watu wamewatch, wakiangalia, wakisupport, wengine wakukopa hata wamekopa wakisupport. Yani hii yote alafu ije ifike hapa kwenye imefika, ifikie hivi, inavunja moyo kidogo, lakini kwa Mungu hakuna mchezo, lazima tu ni kujikaza. Manake kila siku mimi nawaambia mipango yetu si ya Mungu na mawazo yetu huwa si ya Mungu. Ilipangwa, watu walipanga wakijua dhabihu itaenda kutolewa penye ilikuwa imesemwa mara ya kwanza, na ikawa Mungu naye atapanga vile alivyopenda iwe. Na kenye kinanitia moyo ni kwamba mtume aliulizwa ya kwamba sasa Paul atapotelea hivyo ama itakuwaje, na akasema ya kwamba yeye roho yake iko safi, Paul roho yake iko safi, na ni watu ndio watajipanga kama watamwacha aangamie ama watasimama na yeye. Hiyo sasa ndio hapo watu ndio wataamua wataendelea kusimama na yeye ama itakuwaje. Manake Paul mwenyewe mambo yanakuwa mengi, ukiangalia mamake ndio huyo. Yani ukiwa kama kweli umewekwa mahali, kwa mfano umewekwa jela ama umefungiwa mahali, huo pia saa zingine ina sababu yake. Kwa sababu sasa akiwa yuko huku nje, can you imagine sasa mamake yale mamaka anapitia. Ukiangalia mamaka anapitia hivi, wamemuuzia mtoto wake. Niambie huyu kiateka vile alivyokuwa kiongelesha nani wambo hii hivyo, alafu brava yuko pale, atamfanya nini huyo mwanamke? Atamfanyaje? Yani mtu ameacha mtoto, ameenda hospitali, ameumia mguu, yani naye ni watu walikuja wakabisha mlango ndio waliumumiza mamake Bravo mguu. Hivi ametoka akaacha mtoto akasema acha niende hospitali, akirudi mtoto ameuzwa. Hayuko mtoto. Bravo mbratake kadogo kameenda. Huyu mama ni shida tu. Mimi naangalia ni kama wamemtupia huyu mama spirit of rejection. Yani ile akataliwe, spirit ya kukataliwa, spirit ya kuteseka, na spirit ya yani ametupiwa ma spirit. Huyu mama anafaa tu kuombewa na yeye pia, manake vile anavyosaidiwa, yani akisaidiwa ndio ni kama sasa ndio wa maasha moto, ndio shida zinazidi kuwa. Tangia nani wambo hii na fans wako walianza kumsaidia, kumchangia, ndio shida zinazidi kukua, ndio shida zinazidi zikizidi. Ukiangalia Bravo mwenyewe pia, Bravo naye dhabihu ilikuwa imsimamie vizuri, atokane kabisa na huko kwa mavingumu. Manake ukiangalia Bravo ni yataka vita tu, yani yataka vita tu. Na ukiangalia huko wanakompeleka Bravo kila mahali wanaomuexpose, kuna hatarisha maisha yake. Ukiangalia wakienda vichakani kutafuta Chelsea, bado ni kuhatarisha maisha yake. Manake wanatuma anakuwa pia naye anaanza kushika watu, kama ile siku alinyonga ule mwenye alinyonga, ule alikuwa amekidnap Anita. Unaona, yani hii dhabihu ingemsaidia kumtenganisha na haya mambo, manake bado tu yani ile spirit ya kutaka tu vita iko. Angalia vile walienda pia kwa kina Dev kule, ona vile alikuwa. Freddy anajaribu kumtuliza, lakini yeye bado yataka vita tu. Unaona? Sasa ingekuwa yani hii dhabihu ndio ingemsimamia vizuri akawa sasa yuko sawa kabisa vizuri. Manake hivi vikiendelea hivi, hata sasa afadhali Brava asianze kutoka kwenda. Manake sasa asije akaenda akapiga mtu huko, ikaleta shida nyingine ama akaumizwa yeye. Na haya mambo ya Dev tu, yani angetii tu hii sauti. Manake hata hiyo siku alivyosikia kwa dhabihu inakataliwa, ndio sasa yeye akaondoka akienda sasa kutoa hii pesa. Na walipewa siku zikaongezewa, bado yako anatia maanani. Hivi saa hiyo ona wale wanaokuwa wakimfurisha kichwa, si ndio huyo yapigwa peke yake, si ndio huyo anajikuna mwenyewe. Kwa maisha watu wangu, mtu asikweke ukitaka kuamua kitu ambacho ni kizuri kinamfurahisha Mungu, usije ukasikiza wale watu wengine. Manake wale wengine wanakuwa wanakudanganya. Saa ile vitakuramba utakuwa ni wewe peke yako. Nilikuwa nishawaambiaga hii kitu. Si umeona pale Deva akijikuna yojikuna mwenyewe? Si unaona sasa hivi anavyo na stress, yuko peke yake huko. Anawaza yeye mwenyewe. Mimi hii kitu imenivunja moyo, sitawadanganya. Yani nasikia vibaya, lakini sasa itakuwaje? Kazi ya Mungu naye haina makosa. Ni kuendelea kuomba tu Mungu afungue njia, aongoze hawa kina Dev vizuri.
Manake si hii ya kusema anamfukuza mtume. Wajua kufukuza mtume ni kumaanisha nini? Ama wajua kumfukuza mtume ni kumaanisha nini? Ukiwa na mtume wangapi wanaomba? Watu wengi wanaomba hata wanatamani wawe wewe wenyewe wa mitume. Watu wanatamani hata mtume awe karibu na wewe. Maana akishakuwa karibu na wewe anakuongoza, anakuonea mbele vile kunavyokaa, anakulinda, anakuongoza, unakuwa umebarikiwa. Lakini yeye ataka kumfukuza kwa sababu huyu anamrarua viboko wakati amfanya ujekeli wake huko. Mimi watu wangu hata sina mengi ya kusema, ni tuzidi tu kuomba hapa. Tuzidi kuombea na huyu Bravo mwenyewe, manake majaribu yanakuwa mengi upande wake. Na huyu mwanamke ambao wanasema sijui apewe hizo hela, huyu mwanamke hata kuwa ni mamake nani huyu, mamake Kamene. Mamake Kamene ni ule demu alikuwa kwa Bravo huyo. Ule demu wake alikuwa kwa wake huyo, akawa sijui. Kuna wakati wakishikwa Mombasa walikuwa wanamwambia Bravo, bosi na ule mwanamke mwenye alikuwa na mimba ataka kuzaa huyo. Hii story isikuwe ni huyo, isikuwe ni mamake Kamene. Manake Kamene ndiye alikuwa kwa demu wa Bravo. Na wanasema na mtume anasema kuwa huyu mwanamke alikuwa amejitafutia hela zake, akanyang'anywa kila kitu, gari lake akanyang'anywa, kila kitu akanyang'anywa, mpaka na mtoto wake akachukuliwa msichana. Isije ikawa ni ule Kamene ule mmoja ule, sijui, tutajua tu Mungu atatuonesha. Lakini hisia yangu inashuku kama ni huyo. Mimi naomba tu tuzidi kuwaombea hawa, tuzidi kuombea Devu awe na akili ya kusikiliza maneno ya Mungu yanasema vipi, yale maneno yako inevitable, yanabeba uzito, yani yale yanabeba uzito, asikuwe anachukulia poa vile amekuwa akichukulia haya poa, na ujeuri ushuke chini kidogo. Lakini tunajua hata huyo David wa Biblia naye pia alikuwa naye ndio kama alikuwa zaidi ya hivi. Alikuwa yani asikii kabisa. Yeye hata ni ule akichukua mke wa mtu na anaua paka na ule bwana mwenyewe. Lakini Mungu akawa yampendelea hivyo hivyo. Sasa ni sawa watu wangu. Mimi mambo hayanifurahishi kabisa, lakini mbarikiwe sana na Mungu awalinde.